Wapendwa mjambo, happy Sabbath. Pastor wetu ametusalimu sote, hamjambo. Salamu kutoka kwa pastor, na matangazo yake ni yafuatayo. Tuombe kwanza. Mtakatifu Baba wetu uliye mbinguni, tuache mbele ya kiti chako cha enzi Bwana, tukileta mpangilio wa kazi yako kulingana na mipango ya kanisa lako Bwana. Yote ambayo yamewekwa mbele yetu tuyatimize, na kazi yako iendelee, na jina lako liendelee kutukuzwa. Tunaomba kwa jina la Kristo aliye Mwokozi wetu. Pastor amesema Elders Council ya district inakutana kesho. Itakutana tarehe 3 Jumapili ijayo pale Maili Mbili Church saa 2 asubuhi. Elders Council ya wilaya yetu. Past church elders, church clerks and treasurers wamekumbushwa kwamba tarehe 28 ambao ni Jumatatu wawe tayari na reports, trust fund reports. Tarehe 28 Jumatatu saa 2 asubuhi. Kwa hivyo wajiandae. Nyanza Station Youth prayer band tomorrow Sunday 27 at Jogo from 8 AM. Vijana wetu wana maombi ya station pale Jogo kesho Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi. Pastor wetu executive director wa conference yetu Pastor Paul Kiage anatualika sote kwa harusi ya mtoto wao. Msichana wao anaolewa na sherehe itakuwa hapa kanisani tarehe 3 Jumapili ya mwezi wa kesho hapa kanisani. Ametualika zote pastor wetu. Mwisho wa matangazo ya pastor. Na sasa yafuatayo ni harusi. Dada wetu Lydia Mwegema Magwaro Angelija Ogita Kimoina wanatualika kwa harusi yao. Msichana anatoka Nyaura SDA Church Home District, South Kenya Conference, Radio Station South Kenya Conference. Bridegroom kijana ni wetu hapa Tati Mwainani kijana pesa hili leo hapa. Harusi itatangazwa tarehe 26 leo mara ya kwanza, tarehe 2 Sabato ijayo tarehe 9 na tarehe 16. Wataunganishwa tarehe 18 mwezi ujao hapa kanisani saa 4 asubuhi. Yoyote ambaye ana jambo alete kabla ya tarehe hiyo. Harusi nyingine ni kati ya Beli Mora na Isaac Onsare Ondieki. Beli Mora anatoka Matunwa SDA Church na Bukiani District of Nyamira Conference, na Isaac Onsare ni kutoka kanisa la letu hapa, ni kijana wetu KISII Central Church. Isaac Onsare Ondieki ni kijana wa kanisa hili. Harusi hii itaunganishwa tarehe 18 mwezi ujao pale Matunwa
SDA Church Nyamira Conference kuanzia saa 5 asubuhi. Mara ya kwanza kutangaza leo, Sabato ijayo tarehe 9 na mwisho kutangaza na tarehe 16 mwezi ujao. Yeyote ambaye ana jambo alete kabla ya wakati huo. Imetangazwa na Pastor Kilibo wa Temo, ndiye ametangaza, na ile sikusema ni nani ametangaza. Ile ni Pastor George Morara. Ile ya kwanza ni Pastor wetu George Morara ametangaza. Yeyote ambaye ana jambo lolote alete kabla ya tarehe hizo. Harusi nyingine ni ya mzee wetu hapa ambaye anaitwa nani? Jonathan Nyangena Ugoja. Hapo wapi? It should be here. Jonathan lazima awe hapa. Wapi? Oh. Huyo kanisa Jonathan, huyo mzee ndiye ameleta tangazo hili, na mzee wetu huyo ana harusi kati yake na Ruth Nyanjama Okeyo. Ruth Nyanjama Okeyo anatoka Yangunua Central SDA Church, Mongoni District, Homa Station Nyamira West P, Nyamira Conference. Na Jonathan umemwona ni mzee wetu, na harusi imetangazwa mara ya kwanza Sabato ijayo tarehe 9 na tarehe 16 ya mwisho. Harusi wataunganishwa tarehe 20 mwezi ujao pale Nyangunua Central SDA Church kuanzia saa 4 asubuhi. Tangazo hili kutoka kwa pastor wetu George Morara. Anasema yeyote ana jambo kabla ya harusi alete jambo. Na mzee Jonathan amewalika, kuna habari hapa ya kualika kwa harusi Nyangunua. Kanisa, angalia, mmealikwa mzee wetu kwenda Nyangunua. Sabato ijayo tutakuwa na Pasaka ya Bwana hapa kanisani. Sabato ijayo tutakuwa na Pasaka tarehe 2. Sabato ya tarehe 2 ni siku kuu ya Pasaka hapa kanisani. Tujiandae. Pathfinders Department inawaalika wazazi wote na guardians, wazazi na wale ambao wanachunga watoto, wameleta watoto ambao wataenda Nakuru tarehe 3, wabaki nyuma baada ya ibada, ili washauriane na viongozi wao pamoja baada ya ibada. Hapa mkono wa kushoto wa tukua hapa, utane hapa. Decided usikose. Na wale washiriki ambao waliahidi au walipata mwito, au sisi sote tujitoe kusaidia vijana wetu wasafiri Nakuru. Safari ni ndefu, mahitaji ni makubwa. Kwa hivyo tarehe 3 mwezi wa 4, Jumapili ijayo. Kwa hivyo tuitikie, tusaidie vijana wetu wasafiri Nakuru, na Mungu atusaidie kwa ushirika huo.
kwa mipango ambayo iko mbele yetu. Tuombe. Mtakatifu na Baba wetu uliye mbinguni, asante kwa mipango hii ya kazi yako kanisani. Bwana, Roho wako Mtakatifu atusaidie ili tujiunge pamoja na idara mbalimbali hizi na viongozi wetu wa kanisa kuyatimiza haya. Kazi yako iendelee na uendelee kupewa sifa na utukufu. Mipango yote ambayo iko mbele yetu siku ya leo, Bwana uiongoze kulingana na mapenzi yako, na heshima na utukufu tukurudie. Ni ombi letu katika jina lake Yesu. Amen. Asante sana kwa matangazo. Tunakaribisha wahudumu mbele. Baba yetu na Mungu wetu aishie mahali pa juu, twaja mbele zako Sabato hii takatifu, siku iliyoitenga sisi waja wako tuweze kukuabudu. Kuna wengi ambao wamekuwa na mapito ya changamoto katika wiki nzima, lakini leo hii twaja kwako tutwae mizigo yetu. Baba, zaidi ya yote uwepo wako uzidi kutamalaki pamoja nasi, jina lako litukuzwe, ufalme wako uonekane katika maisha yetu sasa na hadi milele. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupea ili tuweze kujumuika pamoja, ikiwa ni Sabato ya wana youth. Can I see where all the youths are, including the ambassadors? Mahali popote mlipo, vijana wenu simameni mtukaribishe kwa Sabato yenu. Our youths, wherever you are, including the ambassadors, can you salute the congregation? The congregation respond back. Ni Sabato yao na naona mambo wameandaa vilivyo. Ningependa kwa njia ya kipekee kuwakaribisheni nyinyi wote kwa ajili ya ibada. Wamama wetu wote mahali popote mlipo, utango kwa hivyo and the church let us respond as Saba Nyamba Namba Nyeruka.
All the men, including our young men, wherever you are, can you wave? Mumekaribishwa. Ningependa kukaribisha kwaya ambazo zilipoalikwa, kwaya all invited choirs. Please, wherever you are, because of time, may you rise up. We recognize and appreciate your coming. All our invited choirs, our guest choirs, wako pande lengine, can we salute? Can church respond? We also want to invite our church choirs, the youth choir, the ambassador choir, the pathfinder choir, the women ministries choir, the church choir. Wote mahali popote mlipo, you are highly welcome to this particular program. Nikubalie nitembee hapa wale ambao tunao kusaidiana wao kwa sababu ya muda. From my extreme right is Morgan Munene. Please rise up, you wave. He will be taking us the key text. Next to him is Benjamin Akunga, opening song. Church will back. Benjamin will again. Church will back. Next to Benjamin, the special song is Valentine. Nimemuruka kiongozi wa wanayuthi, nitamleta baadaye. Valentine Nyanchera, special song. Thank you. Nikubalie nimuruke mnenaji. Next to our guest is Maya Mura karibia hapa. Yeye atachukua student story. And then our last but not least, Emily Kimoina, sign language. Madam simama na usa wave. Nikubalie nimlete kiongozi wa wana youth ili aweze kumsalimia yeye, na yeye atachukua sehemu. Our youth leader Dennis Kiago, lead the church, na karibisha wageni kwa ajili ya ibada ya wana vijana. God is good. All the time. When you want God is good. All the time. Tungependa kuwakaribisha nyinyi wote kwa sababu ya vijana sasa. Our guest speaker na ni mgeni ambaye amekuwa kwetu hapa wiki nzima. Tunashukuru Mungu kwa sababu yake. Ni Evangelist Wiki Kusovera. Asimame awe, wakati wako ukifika atatunenea na tunakukaribisha. Feel most welcome. America Fred Mogaka, Bwana asifiwe. The program goes unannounced. Happy Sabbath. Happy day. Now we turn to our Bible to the book of Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2. And it says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. May the scripture be blessed. Happy Sabbath. Happy day. Of course, the congregation to rise with song number 125. Uiangalie. Niamke wote na wimbo huu 125 uniangalie na tuambie Yesu. Uzima, mama, utaima.
tunakushukuru kwa sababu ya uhai na kutukimbia pumzi ya uhai. Umekuwa mwema kwetu na umekuwa mwaminifu katika maisha yetu tangu wiki nzima, na leo tuacha mbele zako tukushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupea ili tuje mbele zako. Makutane katika mahitaji ya kila mmoja wetu. Kuna wale ambao ni wagonjwa, kawashughulikie. Wale ambao wamefiwa, Baba wetu wa amani, waweze kuwashughulikia pia. Tena yaliyo mema katika maisha ya mnenaji atakapokuwa anasimama kwa ajili ya kuhubiri, ukamtumie kama chombo na jina lako litukuzwe. Mpangilio yote ya siku ya leo tunaiweka mikononi mwako Baba wetu wa mbinguni, ukaanze pamoja nasi na ukaimilisha pamoja nasi. Ni ombi letu katika jina la Bwana Mlezi wetu. Once again, God is good. Without the time, let me have both the deacons and deaconesses study. Deacons and deaconesses, no one's knowing. Thank you. Naomba tuombe. Baba yetu, tunahimidi jina lako, tukisema ni asante maana umetembea nasi wiki mzima. Sasa niombi tunapoenda kukutolea, utubariki wala ambao wako nazo na hata wala hawana, wabariki wakati mwingine wa kutolea. Sasa tunapotoa, jina lako lihimidiwe milele na milele, kwa jina la Yesu tunaomba jamii. Amen. Thank you. So, mwendelea kusema sadaka. Asante. Tunapokusanya zaka na sadaka, tutafungua 179. Natumai vijana watakuja kwa haraka, wameshafuatwa na kina mama, kisha tutapata wanakwaya. Vijana tafadhali nyanyuke kwa wimbo nambari 179. Furaha
ukishuka toka juu mbinguni mwa Baba, mji uliopambwa kama bibi harusi, naye aketie juu yake anazo sifa zote, naye aketie juu yake anazo sifa zote. Nilitazama nikaona mji mpya Yerusalemu
Lord, for this day. Thank you for the gift of life. Thank you for protecting us throughout the day up to this time. Lord, now as we are going to listen to the children's story, may you help us to be attentive. In Jesus' name I pray. Amen. My story comes from the book of Joshua chapter 24 verse 1 to 15. And the key text comes from Joshua 24 verse 14 and 15. Joshua gathered all the 12 tribes of Israel at a place called Shechem. He called the elders and they were at the presence of the Lord. He started talking about the history of the Israelites from the time of Abraham to their slavery and to the Exodus. He asked them to get rid of all the gods in their lives. If they were not willing to serve the Lord, he and his family were ready to serve him. The moral of this story is just like our theme, I will go. We should be ready to serve the Lord wholeheartedly, just like Joshua and his family. Say amen. Amen. Let's pray. Thank you, Lord, for the children's story. Thank you for being with us throughout the children's story. Please may you help us throughout the sermon. May you protect us throughout the day in Jesus' name. Amen. Mungu ni mwema na siku zote. God is good and all the time. Sijawasikia. Mungu ni mwema na siku zote. Kwa Kiswahili haina andadi hizi eti. Kwa Kiswahili inaacha Mungu ni mwema na siku zote. Hapo bado assignment hatujafanya, si ndio? Niko na furaha sana kuweza kuwa katika kanisa hili na nina furaha sana kuweza kusimama kwa ajili ya kunena neno lake Mwenyezi Mungu. Amen. Ni siku nyingine njema ambayo Mungu wetu ametujalia. Nataka kuanza kwa kumshukuru mtoto mdogo Maya kwa kutupea somo nzuri, kitabu cha Yoshua 24 na vile vile kwaya ya vijana. Nafikiri wamemaliza ujumbe. Wamesema mji ule utakuwa pale milele. Hamkuwepo. Walisema utakuwa wapi? Milele na wapi? Usikose katika mji ule. Alafu church choir sasa wao ndio wamemaliza kabisa. Wamesema He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today. A song of praise. Wonderful. So, leo tumekuwa katika wiki ya vijana na tumekuwa juma ile nzima tukilizingatia kuliangalia neno lake Mwenyezi Mungu ambalo amekuwa akitunenea sisi ambao ni waja wake. Ningependa kuwashukuru pastor mchungaji wa kanisa hili pastor kwa kunikaribisha, vile vile na wazee wa kanisa pamoja na department zote ambazo walishirikiana kufanikisha wiki hii nzima. Mungu awabariki sana. Nikiwaambia Mungu awabariki ya msemi ama nimeongea vibaya? Hizi baraka mjapenda. Amen. Asante sana. Asante. Amen. Na basi leo hii vile vile tutalizingatia neno hili lake Mwenyezi Mungu ili tujue Mungu anatuzungumzia na anatuambia nini. Na ningependa vile vile tuwasalimie watu wa sign language ambao labda wako kule nyumbani wanatutizama na wanasalimiwa kwa njia gani? Wanasalimiwa aje?
Na tukisema happy Sabbath tunawasalimiaje? Kama ujui unasema happy Sabbath. Alafu wanajibu namna gani? Wanajibu happy. Tujaribu sisi wote. Haya, tusalimiane kwa sign language. Happy. Alafu tunajibu at least leo umejua kitu kimoja ambacho umejifunza kanisani. Amen. Nimeona mshiriki wa kanisa letu mmoja naomba mapato aweze kutusalimia. Nilikuona hata kama hukuniona. Huyo ni mama wetu pale kanisani. Asante. Huyu ni mama yangu katika kanisa langu linaloshiriki. Amen. Nimefurahi sana kumwona. Najua kuna wengi ambao tunajuana, lakini pia wewe nimekusalimia. Amen. Wapendwa, katika wiki nzima tumeangalia mambo mengi, lakini leo hii tutaangalia vile tuweze kujua, je, sisi kama vijana neno ambalo tumekuwa tukiliangalia linatubadilisha ama linatuacha tuwe wale. Wimbo nambari 10, tuende Kristo wale, tuimbe Kristo wale.
tuaje mbele zako asubuhi ya leo Baba. Tunakushukuru wewe ni Mungu. Sisi ni waja wako, viumbe dhaifu Baba. Tuaje mbele zako na mizigo yetu ya dhambi. Tuaje kwako Baba. Tugushe na kala moto ulivyomgusha Isaya. Tugushe Baba. Leo hii tuweze kukusikiza. Mimi ni mja wako Baba. Mimi ni kiumbe dhaifu mwenye dhambi. Sifai hata kusimama machoni pa wana wako. Kuna wengi hapo wamesoma neno hili kunipita. Wamesoma na kulijua sana. Kuna wengi hapa ni wachungaji. Kuna wengi hapa wanajua wanafaa kuhubiri kunishinda. Leo hii Mungu umenipea nafasi niweze kuzungumza. Mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi zangu. Gusa midomo yangu, gusa bongo langu. Yale yote ambayo nitanena yasiwe maneno yangu, bali yatoke kwako. Sasa na hadi milele tubariki, tusongeze karibu na uwepo wako. Sasa na hadi milele, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Basi moja kwa moja tutaingia katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kitabu tulichosomewa na kijana wetu, kitabu ni cha Waebrania. Kitabu ni cha 12, Hebrews chapter number 12 and verse number 1 and verse number 2. Inasema hivi katika lugha nitakayoisoma. Inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ameketi katika kiti cha enzi cha mkono wa Mungu. Nitaachia pale. Mungu abariki neno lake. Wapendwa, mada ya leo, the topic that we are looking at today is look unto Jesus. Mtazame Yesu. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Najua wengi umeangalia mtu fulani, umetarajia sana katika familia yako ama katika maisha haya, alikupromise kama vijana sana. Mtu alikuahidi hata nitakupea kazi, ukampelekea nini? Ukamtumia nini hapo? Ukamtumia CV. Ukangoja hadi leo. Wengi wamefanya. Kuna juzi, mwaka uliopita mwezi wa Disemba, kuna vijana ambao walikuwa wamepanga harusi ya kufana, harusi ambayo katika mawazo yao ilikuwa imepangwa ya kukata na shoka. La haula, wakati ulifika katika ile WhatsApp message harusi, message ikatokea ikasema kutoka kwa chairman, anasema due to unavoidable circumstances that are beyond. Vijana wanacheka kwa sababu wanajua the circumstances that are beyond my reach as the chairman of this committee. I would like to announce with regrets that the plans that we've been having for this wedding are no longer going on. Wengi wametarajia mambo mengi na wakatazama, na baadaye mambo haya hayakuwa ya maana, maanake yalileta kufa moyo. Je, wewe unamtazamia nani? Miaka 2-3 iliyopita tumekumbwa na janga la corona. Inawezekana ulikuwa umemtazamia na kumtarajia sana mtu fulani, ndio umemtegemea katika familia, labda akaweza kutoka ulimwenguni. Inawezekana ulikuwa umetazamia sana na kuitegemea kazi ambayo ulikuwa nayo, lakini retrenchment ikakuja na sasa hivi hauna kazi. Inawezekana ulikuwa umemtegemea mtu fulani, ulikuwa umemtegemea mtoto wako akaweza kukua, ndiye atakayekusaidia baadaye katika maisha, na kwa sababu moja ama nyingine hajaweza kuwa vile ulitarajia. Looking unto Jesus. Inawezekana umetazamia
kitu fulani katika maisha yako ambacho umekitazamia sana, lakini kilipofika wakati ambapo unahitaji zaidi, kile kitu hakikuweza kukusaidia kwa sababu hakina uwezo wa kukusaidia. Leo hii niruhusu nianze kuingia katika neno lake Mwenyezi Mungu. Niangalie vitu viwili. Adamu aliangalia katika shamba la Edeni, akaangalia mti ule wa matunda, lakini Yesu alikuwa katika shamba la Getsemane, na tunautazamia pale. Ndipo tunasema kutazama nini? Kutazama Kalvari. Tutazame pale. Je, ni ipi baina ya haya mawili tunaweza kutazamia? Na ndiposa tumemaliza mahubiri yetu kwa siku hii ya leo. Basi kitabu tuangalie katika kitabu kile cha Isaya 5, Isaya chapter 5. Mtumishi wa Mungu anasema, ni mwimbie mpenzi wangu wimbo wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana, akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumainia ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Vijana wanajua sana, wanakula chips mwitu. Alipochukua shamba lile na akajenga, akaliwekea handaki, akachimba shinikizo, akangojea mazao, akapata shamba lake lilitoa zabibu mwitu. Je, umekuwa ukitazamia mtu akakupea matokeo mwitu? Umekuwa ukitazamia kitu fulani kikakupea matokeo mwitu? Katika shamba hili la Edeni lilikuwa shamba ambalo halikuwa na mawaa yoyote. Lilikuwa shamba lililokamilika. Lilikuwa shamba ambalo ukilitazama, ukiliangalia, lilikuwa na ukamilifu. Matunda yalikuwepo, Adamu na Hawa wakamilifu walipoumbwa walikuwepo pale. Lakini kitu kimoja kilitokea. Lakini kabla ya kitu kilitokea, kulikuwa na the most beautiful garden. Kulikuwa na shamba la kupendeza zaidi kuliko mashamba yote katika ulimwengu huu kuwahi kutokea. Katika shamba la Edeni lilikuwa la utulivu, there was tranquility. Lilikuwa na utulivu mwingi sana. Walikuwa mahali la salama zaidi. Walikuwa mahali ambapo hakukuwa na stress. Wacha ile stress yako yenye inakusumbua, hakukuwa. Kulikuwa na maua mazuri, kulikuwa na miti ya kupendeza, kulikuwa na mandhari ya kuvutia, kulikuwa na kila kitu ambacho unahitaji ili msongo wa mawazo na kutulia kwako unapokuwa katika shamba la Edeni. Kulikuwa na matunda ya kila aina, mengine ambayo hata hatujaiona tangia dunia kuwekwa misingi. Ilikuwa nyumba ambayo familia yako unaweza tamani kuwa na shamba lile. Kijana, unaweza tamani kukuwa na picnic katika shamba lile, kwa sababu pale kulikuwa na ukamilifu wa ajabu. Shamba la kwanza, shamba la Edeni. Shamba la pili, shamba la Getsemane. Katika kitabu cha Mathayo, Luka, Marko, wote wanazungumzia shamba la Getsemane. Anasema pale Mwokozi wetu alipoenda kusali, na hapo ndipo walipomchukua kwanza kumtesa. Shamba la Getsemane halilikuwa tofauti kidogo na shamba la Edeni. Ilikuwa na miti yenye miiba, ilikuwa na matawi yanayoanguka, ilikuwa na mambo mengi. Miti mingine haikuwa na matunda, hakukuwa na mandhari mazuri. Kulikuwa na changamoto katika shamba lile. Lilikuwa tu shamba tu la kawaida ambalo ukilitazama hauwezi kulitamani. Kumbe Mungu anatumia vitu ambavyo hatuvitamani kujifunza. Basi tuweze kulinganisha mashamba haya mawili na tuone ni tofauti ipi iliyokuwa baina ya shamba la Edeni na shamba la Getsemane. Nifuate pale. Kitabu ni kile cha Warumi 5:12, Romans chapter 5 verse 12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo
mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Katika shamba la Edeni, Adamu, Ibilisi alipoingia, Genesis chapter 3, alipowadanganya, dhambi iliweza kuingia katika shamba lile. Ingawaje mandhari yale yalikuwa makamilifu, kulitokea dhambi mahali pakamilifu. Ni kwa nini? Andamana nami. Lakini je, basi Yesu alifanya nini kuweza kurekebisha haya? Pale Warumi 5:18 inasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Katika shamba la Edeni kulitokea na dhambi, Ibilisi alipoingia na kuleta mchanganyiko. Lakini kwa sababu sisi hatungeweza kujiokoa, kunakuwa na yule ambaye alikuja na kutuvia. Shamba la Edeni lilikuwa kamilifu, lakini katika ukamilifu ule kulitokea dhambi. Shamba la Getsemani lilikuwa limechakaa, lilikuwa shamba lisilokuwa na mvuto, lakini yule ambaye ni Mwokozi wangu na wako alisulubiwa, alianzishiwa mateso yake katika shamba. Unakuwa ukimtazamia nani? Wapendwa, katika shamba la Edeni, Ibilisi alipoingia alileta changamoto ya kwamba alileta kitu kinachojulikana kama deception. Baada ya kuleta uongo na kauchanganya kwa ukweli kidogo, ndiposa akaleta kile ambacho kilileta changamoto ya kwamba aliwahadaa na kuwadanganya. Je, katika maisha yako umekuwa ukilitazamia kile ambacho Mungu alikitengeneza na kukiumba, ama umekuwa ukimtazamia yule ambaye amekuja na akaingia katika shamba la maisha yako? Amekuhadaa ukakubali, ama amekuhadaa ukakataa? Shamba la Edeni kulikuwa na utotii. Shamba la Getsemani kulikuwa na utiifu wa hali ya juu. Yesu anasema katika kitabu ni kile cha Mathayo 26, anasema ningependa ewe Baba uniondolee kikombe hiki, lakini si ningalipenda mimi, bali jinsi mapenzi yako yalivyo. Katika shamba la Getsemani kulikuwa na changamoto, lakini Yesu aliweza kutii. Wapendwa vijana mnaonisikiza leo hii, siku hizi kutii ni relative. Obedience is relative. Unamuuliza kitu anakuambia according to me, naona hiyo ifai. Umekuwa ukimtazamia nani? Ukitazama shamba la Edeni au shamba la Getsemani? Unajua Samueli anatuambia katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15:22-23, anasema kutotii ni sawa na dhambi gani? Hiyo tunajua sana. Unajua sisi katika hii dunia tumetajwa sana, watu wanaotoka KISII sana. Kutotii ni sawa na dhambi ya uchawi. Sauli alipokataa kutii, aliambiwa kutotii ni sawia na dhambi ya uchawi. Vijana wenzangu mnaonisikiza, ni kwamba leo hii katika siku ambazo tumefika, ni vigumu sana kutii neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu linapokinzana, linapopata upinzani, tunapoona kwamba kweli kile ambacho linasema ni kinaya kidogo na kile ambacho linatenda, unasema hapana. Mungu anaangalia roho, si ndio? Angali matendo, angali chochote, anaangalia nini? Rafiki yangu mmoja ambaye anaandikwa na rafiki yangu mmoja anasema, unajua enjoy maisha
kwa sababu mbinguni utapewa mwili. Utapewa nini? Kwa hivyo ufanya nini? Utapitia watu kwenye mbinguni. Vijana wanasema ulisikia wapi? Inawezekana kwamba katika maisha haya ukawa ukitazamia kitu ambacho mwishowe kitakuletea changamoto za kimaisha. Wacha niende kwa haraka. Kitabu cha Mhubiri 4:9 inasema hivi, wakati tunapoangalia shamba la Edeni tunapata changamoto ya kwanza na mbinu ambayo Ibilisi alitumia katika shamba la Edeni na bado anatumia hadi leo hii ni kwamba divide and conquer, ama unaweza sema tenga ukafanya nini? Ukatawale. Alipoamua kuwatenganisha Adamu na Hawa, alipata nafasi ya kuweza kumjaribu Hawa, na basi wote walipokubali walianguka. Vijana mnaonisikiza leo hii, je, ni kipi ambacho kinachokuongoza katika maisha yako? Inasema hivi katika kitabu cha Methali 3:5, inasema kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Anasema tumtumainie Bwana, lakini leo tumewatumainia marafiki, tumewategemea sana, tumeyatazamia mambo mengi ya kidunia yametuangusha. Lakini leo hii kijana unayenisikiza, swali ni je, umekuwa ukimtumainia nani? Nafikiria ni siku ya pili ama ya tatu tuliangalia na tukasema, je, mambo ambayo umekuwa ukiyatazamia ni ya milele ama ni ya muda tu? The things that you've been contemplating upon, are they of eternal value or things of temporal value? Wewe unasema the things of earth will die and lose their value. If we recall, they are borrowed what? For a while. Ikiwa katika maisha yako vile vitu ambavyo umekuwa ukivitazamia sana ni vya muda tu, je, maisha yako ya baadaye yatakuwa namna gani? Jambo la kwanza, alileta atenge ili awatawale. Katika kitabu cha Methali 4, Ecclesiastes Mhubiri 4:9 inasema hivi, afadhali kuwa wawili kuliko kuwa mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi zao. Anasema 12, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upeshi. Katika maisha ya siku hizi, umoja hata katika familia umepungua sana. Katika siku za siku hizi, hata umoja kanisani umepungua sana. Katika siku za siku hizi, kuwa na umoja na upendo umepungua sana. Vijana wanasema God for us. Inaanza aje? Everyone for himself, God for us, ama ni? Inasemekana namna gani? Ati kila mtu afanye nini? Ajipiganie. Wapendwa, Ukristo, acha niwaambie, ukitaka kujua umekuwa Mkristo, sifikiri pia mimi kama nimefika hapo. Ukitaka kujua umekuwa Mkristo, ni wakati maslahi ya mwenzako ni priority katika maisha yako. Ni rahisi? Ni rahisi? Kama ni rahisi kwako, umekuwa Mkristo. Wakati maslahi na changamoto na shida za mwenzako zimekuwa priority number 1 kwa maisha yako, umekuwa Mkristo. Jambo la pili katika shamba la Edeni ambalo Ibilisi alifaulu kuleta inaitwa self-righteousness, ama kujiona mwenye haki. Kitabu cha Luka 18 tunaona watu wawili walienda hekaluni kuabudu. Mmoja mfarisayo na mwingine mtoza ushuru. Mfarisayo akamwangalia yule akaomba akasema, Mungu, mimi si kama huyu. Mimi sifanyi mambo kama huyu ambaye ni mtoza ushuru, ambaye dhambi yake ni nyingi kushinda yangu. Mimi ni afadhali. Wakati maisha yako unapomwangalia mwenzako na unasema, unajua huyu ni elda na zile vitu anafanya, mimi ni afadhali. Mpendo, bado safari ingali katika maisha yako. Unapomtazama mwenzako na kumwangalia na unajilinganisha naye,
Unajua vijana katika maisha yetu, vijana sisi ndio champions wa kujilinganisha na wengine. Kama ni kwaya lazima tujilinganishe na uniform ya kwaya. Ile uniform yetu na wale yani inakaa inaweza gani ndio nzuri zaidi kushinda nyingine. Kama ni kufanya, kama ni wewe kijana unapofanya hata kile ambacho hata mavazi na mengine unaangalia unasema ni gani ambao ni afadhali. Yesu anauliza basi kwa wale wawili aliyeenda nyumbani, nani ambaye alipata zaidi kukubalika? Ni yule ambaye aliomba na kusema, Mungu unirehemu, mimi ni mwenye dhambi. Katika dunia siku hizi ni vigumu sana kukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi, lakini wakati unaposongea karibu na Yesu, unapomtazama basi ndipo wakati unajiona mwenye dhambi zaidi. Unajua sisi mara nyingi tunafikiria tunaposonga karibu na Yesu sisi ndio mbinguni, tutakuwa tunawakaribisha wengine. Wapendwa, kuna tofauti ya kudanganywa na kudanganyika. Na maisha haya yetu tunaoishi sisi vijana na wote ni kwamba tumekubali kudanganyika na mambo ya kidunia. Kitabu ni cha Mathayo 24:24 inasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kama tutajikita katika neno lake Mwenyezi Mungu, nilikuwa naambia vijana katika hiki ni kwamba unapata mtu alinunua lesoni na ni mpya, anasema unajua mimi nakuanga msafi, lesoni yangu ni safi, kumbe hujaisoma. Sema lesoni yangu inakuanga safi, unajua ni mtu nimejipanga, mtu smart. Mimi ni ule mzee. Tutaweza aje kusimama vijana nyakati za mwisho? Hata wazee na kina mama, tutaweza aje kusimama nyakati za mwisho? Kitambo tulikuwa tunaitwa watu ambao wanasoma neno lake Mwenyezi Mungu. Siku hizi sijui tunaitwa aje? Pale katika ofisi yako ambapo unafanya kazi, ama pale sokoni unapouza, watu wakisikia unatajwa wanasema, mimi unajua ni msabato, mimi ni mtu fulani. Watu wanasema wewe ni mtu ila. Wasipotaja chakula, sidhani kama kuna wengine watataja. Kwa sababu tumeacha kile ambacho ni neno lake Mwenyezi Mungu na tumezingatia mambo tofauti. Hiyo haikukuwa kwa notes zangu, ilitokea pole. Wapendwa, jambo la tatu alilolitumia is the lust of the flesh, lust of the eyes. Alitumia hili, kitabu ni kile cha Yohana 1, waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 inasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. 16, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Yesu mtumishi wake Mwenyezi Mungu anaandika, anasema tamaa ya dunia hii, tamaa ya dunia hii. Wapendwa, kama vijana, tamaa imekupeleka wapi? Wengi kwa tamaa za kimaisha na za kidunia wameweza kuangamia kwa kuwa na tamaa. Watoto, mnyama mgani anafananishwa kwa kuwa na tamaa? Mgani huyo? Umekuwa ukimtazamia na. Wapendwa, ukimtazamia adui, tamaa za kidunia na za kimwili zitaweza kuchukua maisha yako, lakini ukimtazamia Yesu, tamaa za kimwili bila shaka zitaweza kuondolewa. Tamaa zetu ni kwa sababu tumeacha kuangalia msalaba, tumejiangalia sisi wenyewe. Tumeacha kuangalia msalaba, tumeanza kuangalia jirani yetu. Tumeacha kuangalia msalaba, tumeanza kuangalia wenzetu.
Maslahi yetu sana yamekuwa si kushughulika na mambo ambayo yataleta uzima wa milele, lakini mambo ambayo ni ya muda tu. Je, umekuwa ukitazamia shamba lipi? Shamba la Edeni ama shamba la Getsemani? Katika shamba la Getsemani basi kulikuwa na perfect obedience, kulikuwa na utiifu mkamilifu. Yesu licha kwamba katika shamba lile kulikuwa na changamoto za hapa na pale, aliweza kukubali kwamba mapenzi yake Baba yatendeke. Licha kwamba alikumbwa na huzuni mwingi, alizibeba dhambi zetu zote, dhambi zako wewe mwenyewe alizibeba. Yesu anasema kesha ukaombe na uje shamba lililokamilika. Kulitokea dhambi, kulitokea kupoteza, kulitokea aibu, kulitokea kifo. Kulitokea dhambi, kulitokea kupoteza na kulitokea aibu na kifo. Lakini kutoka shamba la Getsemane kulitokea tumaini, there was hope in the garden of Eden. Kulitokea furaha na kulitokea na uzima wa milele. Katika shamba la Edeni, ingawaje lilikuwa kamilifu, kulikuwa na adui aliyeingia na kuleta magugu baina ya mimea iliyokuwa mikamilifu. Lakini katika shamba la Getsemane, ingawaje magugu na miba na miti ambayo haikuwa mikamilifu ilikuwepo, Yesu ambaye ni mkamilifu aliweza kukamilisha yote na kupata njia ya wokovu kwa ajili yako na mimi. Leo hii mpendwa, sijui umekuwa ukitazamia mti upi, umekuwa ukitazamia nani? Unapoangalia matunda ya mti katika bustani ya Edeni unakuwa na tamaa, lakini unapoangalia mti uliokuwa Kalvari, unapomwangalia Yesu ambaye amesulubiwa msalabani, tamaa zako zote zinapotea. Leo hii sijui unapoamka, unapoenda katika hali yako ya kibiashara, ni nini ambacho kimekuwa kikikuongoza? Ni nani ambaye amekuwa kikuongoza? Ni kipi ambacho umekuwa ukitazamia? Vijana tumeweka wasanii kama watu ambao we look up. Wanakwambia I look up to that one, that guy. Huyo ndio. There was separation from each other. Kulikuwa na kutenganishwa baina ya Adamu na Hawa. Mwanamke alipoulizwa alisema ni nani? Kumbe unapotazama mti tofauti, unapomtazama adui, unaanza kutafuta excuse for sin. Mtumishi wa Mungu anapoandika anasema there is no excuse for sin. Hauwezi weka ukasema, unajua kuna watu wanaongea alafu anasema ulimi ulifanya nini? Ulisikia wapi? Anaongea anasema ulimi ulifanya nini? Ushawahi fikiria vizuri vizuri ulimi ukateleza? Na wanda WhatsApp ilifikiria ikaona ulimi hautelezi, vile vile vidole vinateleza. Ikawaekea option ya kufanya nini? Ya kudelete. Ndio vidole vikiteleza, unafanya nini? Wapendwa, it's high time that we look up unto Jesus. Sijui umekuwa ukimtazamia nani, lakini leo hii ayambeko ni maponi unakuomba ya kwamba mtazame Yesu, usimtazame adui. Mtazame Yesu, look unto Jesus and to learn who he is and what he has done. Mtazame Yesu, the crucified, to find his blood poured out for a ransom for our peace. Look unto Jesus kwa sababu he is the reason and he
has resurrected for our salvation. Mtazame Yesu ili uweze kupata uzima wa milele. Mtazame Yesu ambaye ameinuliwa. Mtazame Yesu ambaye anafunuliwa katika neno lake Mwenyezi Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Mtazame Yesu aweze kuangaza katika giza lililo katika maisha yako. Kijana mwenzangu, mtazame Yesu ambaye amepaa na ameenda kutuandalia mahali. Kijana mwenzangu, mtazame Yesu ambaye anaweza kusamehe dhambi zako. Umeomba msamaha kwa mtu ambaye ulimkosea, hajakusamehe. Leo hii mtazame Yesu atakusamehe. Mtazame Yesu aweze kukufunza njia zako ambazo utatembea. Umejaribu kufanya mambo haya, umejaribu kufanya yale, unatubu dhambi zako tulivyosema, baada ya siku kadhaa unarudia pale pale. Mtazame Yesu atakuondolea yale yote. Usimtazame shetani, usimtazame adui, usitazame jirani yako, usitazame kile chochote mtu yote anayefanya. Mtazame Yesu msalabani. Mtazame Yesu, usijitazame. Mtazame Yesu, usitazame mawazo yako. Mtazame Yesu, usitazame yale education progress that you achieve. Mtazame Yesu mpendwa. Mtazame Yesu, usitazame vitu ambavyo vinakuzinga katika maisha yako. Mtazame Yesu, usitazame dhambi zako. Mtazame Yesu, usitazame sheria ambayo umejiwekea ikawa kikwazo. Mtazame Yesu, usitazame kile ambacho kimekufanya ukafaulu katika maisha yako. Mtazame Yesu, usitazame ya kwamba umepoteza baba, mama wala mtoto wala mzazi. Mtazame Yesu, usitazame imani yako. Mtazame Yesu, usitazame kile ambacho amekupea katika maisha yako. Mtazame Yesu. Yaani ndio nimesema hivi uweze nene. Yaani mko mnataka aje? Bila nimeana. Sawa. Kama siwaseme hii kanisa sitahama, bado liko. Sasa anaweza kuambia kuhubiri si rahisi. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Ewe kijana, mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Usitazame kingine, mtazame Yesu. Wapendwa, ninapokuja katika kikomo cha neno hili, nataka kusema hivi. Tumtazame Yesu. Tumetazama watu wengi wakatuangusha chini. Mtazame Yesu. Katika kitabu cha Yohana Injili anatuambia, tunapoanzia Mathayo, anatuambia mtazame huyu Yesu. Alipokuja alisemekana yeye ni Emanueli, Mungu pamoja. Akamtazamia yule kwa sababu alikuwa Mungu pamoja nasi. Unapoingia kitabu cha Luka daktari anasema kwamba this is the great physician. Yeye ni nani? Tabibu mkuu. Unapoingia kitabu cha Yohana chapter 1 anasema kwamba ukimtazama yeye ndiye mwana kondoo aziondoaye nini? Dhambi za ulimwengu wote, hata zako. Ukiingia chapter 2 Yesu ameingia katika Kana ya Galilaya, akapata watu ambao walikuwa kwenye sherehe ya harusi. Kijana, unapokuwa na changamoto, unapofungua WhatsApp harusi yako ifaulu, mtazame Yesu. Alipoingia katika Kana ya Galilaya akapata kuna changamoto na wamelemewa, aliweza kuleta zaidi na zaidi. Unapofika chapter 3 anakutana na mtu mmoja anayejulikana kama Nikodemo anamuuliza, "Je, nitaweza aje kupata uzima wa milele?" Akamwambia mtazame Yesu. Chapter 3 verse 14 anamwambia kama vile Musa alipomuinua nyoka ya shaba jangwani, wana wa Israeli walipoumwa na nyoka wakamtazama wakaweza kupona. Vile vile wewe ambaye umeumwa na nyoka ya adui, mtazame Yesu leo hii uweze kupata kupona. Chapter 4 anakutana na mwanamke katika kisima cha Yakobo. Mwanamke huyu alikuwa ametazamia mambo mengi katika maisha yake. Alikuwa na wanaume hapa na pale, akifikiria kwamba kupitia wale anaweza kupata furaha katika maisha yake. Yesu akamwambia, mimi ninayesimama hapa ndiye uzima. Leo Wayahudi, kwa sababu ibada ni ibada ambayo we worship God in truth and in spirit.
7:38 amekaa pale katika kisima akingojea mtu fulani aje, malaika akavuruge maji ili aweze kupata kupona. Anamwangalia Yesu, anamwambia mimi ndimi mponyaji mkuu. Anamwambia leo hii sihitaji kuyavuruga maji yale ili uweze kupata kupona. Inuka, chukua godoro lako na ufanye nini? Ukaondoka. Alipomtazamia Yesu aliweza kuondoka. Kitabu kile chapter 6 anasema watu ambao walikuwa njaa wamekaa pale hawana kitu cha kukula. Je, maisha yako umekosa kazi? Kijana, umekosa mambo ambayo yatakusaidia katika maisha yako? Mtazame Yesu. Ile kidogo ambacho walikuwa nacho, mikate ni ngapi? Mikate na samaki. Alipochukua ile na alipoambia mimi ndimi mkate wa uzima, mikate ile iliweza kuwalisha zaidi ya 5,000. Akifika chapter 8 anakutana na mwanamke ambaye alipatikana alifumaniwa katika uzinzi. Yesu anamwambia, je, mwanamke, washtaki wako wako wapi? Mwanamke yule anapoinuka na kumtazama Yesu, Yesu anamwambia mwanamke, enenda na usitende dhambi tena. Kumbe unapokuja kwa Yesu na dhambi zako zote, haijalishi ni kiwango gani, anakusamehe. Anapofika chapter 9 anakutana na mtu ambaye alikuwa kipofu. Amwambia Yesu, mimi sijawahi ona, leo hii ungependa nikusaidie namna gani? Anamwambia, na uweze kupata kuona. Kumbe hata kama wewe hauoni, unapomtazamia Yesu kimawazo, unapomtazamia Yesu kiakili, atakuwezesha kuona hata mambo ya kiroho. Anafika chapter 10 anakutana na Martha na Mariamu. Sasa mtaenda church board ya kusema amen. Okay. Anakutana na Martha na Mariamu. Walikuwa wanatazamia sana kwamba Yesu angekuja, Lazaro angeweza kupona. Wanamwambia, ungekuwa hapa Lazaro ndugu yetu angepona. Walikuwa wametarajia kwamba kumbe labda kuna dawa fulani. Je, kuna mgonjwa katika maisha yako? Kuna changamoto umekuwa ukitazamia labda kwa njia moja ama mbili, umetembea hadi umefika kwa waganga, umewatazamia wamekuangusha. Mgonjwa baadaye Lazaro anaaga, lakini Yesu anapokuja, wanapomtazamia, anaenda pale na anamuita Lazaro, anamwambia Lazaro njoo. Anatoka kwenye kaburi. Mtazamia nani? Mtazamia nani? Hiyo ilikuwa chapter 11. Chapter 10 anasema, the devil comes to kill, steal and destroy, but I have come that you may have life, na ukuwe na uzima tele. Sijui wewe unajua kwa wewe mbona una uzima tele? Kwa sababu umekuwa ukimtazamia na umekuwa ukitazamia vitu mingi sana. Leo hii badilisha uweze kumtazamia Yesu. Ukifika chapter 12, mwandishi wa Yohana anasema, nami Yesu nikiinuliwa nitawavuta wote kwangu. Sijui mbona kanisa letu siku hizi hatuongezeki, kwa sababu wengi wetu hatujamuinua Yesu katika maisha yetu. Jana katika verse tulikuwa tunaangalia, tunasema let your light so shine, nuru yako na iangaze kwa watu wote, watu wanapokutazama wamuone Yesu. Ni ukweli. Watu wanapokutazama wanamuona nani? Wanamuona nani? Niliwaambia story lakini sijazoea. Chapter 13 wanashiriki katika meza. Yesu anawaambia, mimi ndimi mkate wa uzima. Mnapofanya hivi, sabato ijayo tutakuwa na Pasaka ya Bwana. Tunapofanya hivi tunatangaza kifo chake hadi atakaporudi. Chapter 14 anawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini nani? Mungu. Mniamini nami pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningefanya nini? Ningewaambia. Kwa sababu nini? Naenda kuandalia makao na nitarudi kwenu nifanye nini? Niwachukue, ili mahali mimi Yesu nilipo nanyi mtafanya nini? Nanyi mwepo. Wakamuuliza, basi tutaenda hadi? Akawaambia, kwa sababu mimi
sikia, mimi ndimi ukweli na mimi ndimi uzima wa milele. Mtu haji kwa Baba ila kupitia kwa njia yangu. Nisikie kama mtasema nini? Yaani unaandaliwa kwa makao. Anafika chapter 15, mtumishi wa Mungu anaandika, anasema mimi ndimi mzabibu nanyi. Mtu hawezi kufanya jambo lolote pasipo na mimi. Kijana unayenisikiza, unayenitazama leo hii, hauwezi kufanya jambo lolote bila Yesu. Hauwezi kufaulu katika masomo yako bila Yesu. Hauwezi kufaulu katika maisha yako bila Yesu. Ndoa yako haiwezi faulu bila Yesu. Chochote kila nacho kitazamia kiwezi faulu bila Yesu. Maisha yako ya Kikristo hayawezi faulu bila Yesu. Kila ambacho unakitenda kiwezi faulu bila Yesu. Leo hii mtazamie Yesu, kwa sababu anasema without me ye can do nothing. Mlisahau? Hivi tu ndio utasahau mafunzo haya kufika kwa nyumba. Pita kwa ile gate, unafanya nini? Unaachia, unasema haya yalikuwa ya nani? Ya mhubiri. Tuko chapter 15 ama 16? 15. Chapter 16 anasema msiwe na shaka ulimwenguni, mtakuwa na taabu. Mkue wenye furaha kwa sababu mimi Yesu nimeushinda ulimwengu. Na anawaambia by this ndipo mtajulikana kwamba you are my disciples. By this mtajulikana kama mtafanya nini? Hiyo haiko kwa Biblia yangu. Mtajulikana kama tunampenda Mungu kwa sababu ya kufanya nini? If you love one another. If you love one another, by this you shall know that ye are my disciples. If you love one another. Hata tumalizie chapter 17. Anasema na uzima wa milele ndio wapenda tunatafuta maisha ya kidunia hii, lakini mimi sijui wewe kama ulikuwa ukitafuta vitu vya dunia hii. Leo hii badilisha mawazo yako. Mtazame Yesu. Leo hii mtazame Yesu. Anasema na uzima wa milele ndio huu. And this is eternal life. Wakujue wewe Mungu na Yesu uliyemtuma. Wakujue wewe Mungu na Yesu uliyemtuma. Huu ndio uzima wa milele. Uzima wa milele ni kumjua Mungu. Je, wewe umejua nini? Je, wewe umejua kipi katika maisha yako? Umejua kipi ambacho kinaweza kukuongoza uweze kumwona Yesu msalabani? Umejua mambo mengi, umetarajia mambo mengi, lakini anasema uzima wa milele ndio huu. And this is eternal life. Kumjua Yesu na kumjua yeye peke yake. Leo hii umekuwa ukitazamia jirani yako amekuwa squeeze hata mume. Umekuwa ukimtazamia rafiki yako alikuacha, hata alikublock kwa WhatsApp, hata huwezi ona kitu yote. Ulikuwa umemtazamia mtu fulani katika maisha yako, leo hii alikuacha. Ulikuwa umtazamia kwamba ulikuwa unatazamia kijana fulani ya kwamba yeye ndiye atakaye kuoa. Alikuacha yani. Alikuacha like jana wanasema like a hot potato. Umekuwa wapendwa, tunapotazamia Yesu tutaweza kupata baraka. Tunapotazamia Yesu tutaweza kupata uwisho na matengenezo katika maisha yetu. Kwa kuwa leo hii mambo na maisha yetu yana changamoto kwa sababu tumekuwa tukitazamia vitu vingi vya dunia hii. Siasa zimekuwa, tumewatazamia wanasiasa, wametuangusha kiasi cha kwamba bei ya mafuta mboga imezidi bei ya mafuta ya gari. Tumewatazamia wengi katika maisha haya. Changamoto za kimaisha tumekuwa tukitazamia imani yetu, ikafika wakati ikatuangusha. Tumekuwa tukitazamia elimu na masomo yetu, lakini baadaye tulipofika elimu ile hata haitusaidii tuweze kupata kazi. Tumekuwa tukitazamia mambo mengi. Umetazamia nini? Mtazame Yesu.
Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. We want to sing the song we sang, Kutazama Kalvari, once again. Nataka kuimba wimbo Kutazama Kalvari, na baadaye tutaomba. Lakini tunapoimba wimbo huu, kijana unayenisikiza na umefanya uamuzi leo hii ya kwamba hautatazamia kitu chochote maishani, lakini ni wakati wa kubadilisha mawazo yako, mtazamo yako kwa kutazama Yesu, na kualika uje tuweze kuomba pamoja. Tunakaribisha kwaya inaitwa Sacred kwa wimbo, ndipo tutafunga kwa ombi. Sacred kwa haraka tafadhali.
Amen. Nakaribisha mchungaji ili atukabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Na nilisema hivi, ikiwa kijana umekuwa ukitazamia vitu ambavyo ni vya muda tu, ambavyo havidumu, na kupea nafasi na fursa ukuje mtumishi wa Mungu mchungaji anapotuombea ya kwamba tangia leo tusiweze kutazamia vitu viharibikavyo, kwa sababu hivi ni vya muda tu, lakini vile ambavyo ni vya mbinguni ni vya milele. Tuweze kusimama mchungaji anapokuja. Mtakatifu Mungu Baba wetu, tunasema ni asante kwa neno lako ambalo limekuja kwetu kwa njia ya kueleweka. Tunasema asante kwa maana umetumia mnenaji Sobera kwa wiki mzima. Tunasema ya kwamba neno lako linapokuja kwetu litarudi tupu, ni ya kwamba limeangua katika mchanga, alikamea, alitakuwa ili kukupatia utukufu na sifa. Mara mingi tumekuwa tukitazamia mambo ya dunia hii, labda tunatazamia mali yetu, labda tunatazamia kwa marafiki zetu, labda tunatazamia mambo ya familia, na mara mingi we have been frustrated. Jambo ambalo limekuja kwetu siku ya leo ni ya kwamba tutazamie Yesu ambaye ni Mwokozi wa maisha yetu, ambaye ulikuwepo, ambao uko, ambaye utakuwa milele na milele. Tunaamini ya kwamba sote kama kanisa la KISII Central na wageni wetu ambao tumejumuika nao siku ya leo, ni ya kwamba tutakutazamia, na hakika ombi letu ni ya kwamba majina yetu yaliyo katika kitabu cha uzima, kwa maana wewe ndiye Mungu wetu, hatuna Mungu mwingine. Tunapotengamana kwa dakika chache, tunaomba uende nasi na turudi hapa masaa ya jioni ili kuendelea kusikiza nyimbo na neno lako. Ni katika jina la Kristo tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme Yes, God is good all the time. Tumefika mwisho wa kipindi cha asubuhi.